Wabaya wanajificha kwa dini siku hizi. Hata mimi sahii nikitaka kuwa mbaya, kwa mfano niungane kwenye hizo vikundi zao, na nitaambiwa nichague dini ya kujificha nayo. Lakini hizi ni akili zangu. Sawa, hizi ni opinions zangu, kitu yenye nimeona. Wewe kama hujaona, huyo ni wewe. Lakini wabaya wanajificha kwenye dini, wamejazana makanisani na misikitini. Vigagula, washirikina, wanga wamejaa msikitini na kanisani. Watu wa kuiba nyota nini. Wewe jua Mungu kivyako. Kama Muislamu, dini hazina shida. Tulisema Mungu ni mmoja, dini ndo ziligawanyana. Lakini kwenye dini pia unapata good morals. Kwenye dini unapata mafunzo, yaani ya kuishi vizuri. Unajua siri ni kulive right. Hiyo ndo siri, kulive right. Sasa unaweza fuata mafunzo huko msikitini, madrasa ama kanisani huko, kama hujajua kulive right. Lakini kama uko chosen, like unaona micro things, utagundua kama kanisa ni ujinga. Yaani hizo dini ni kupotezana muda tu. Wajua hizo dini Mungu alizitengezea wale watu wiki, wale wenye hawawezi kukaa nje kidogo bila kufanya jambo baya. Ndio maana wakaekwa huko ndani ya dini, at least watulie. Ndio maana naambia maghost yamejaa kanisani na msikitini. Wamejaa kwenye dini yani. Sasa kama wewe ni innocent soul, ujipatapo mahali, utasikia hauko comfortable yani. Hauko comfortable. Watu wenye wako hapo ni wale wanaoshindikana. Wale afadhali wawe hapo. Alafu kuna dini nyingine kuna dini nyingine za haribu watu. Zafunza watu vita hata ya upanga na waridi. Hatuja hapa kupigana. Tunafaa tuelewane na tuishi umoja kwa umoja, ndio maisha yatakuwa mazuri. Kile kitu kile kinaanzia kwenye kipo. Unaanza kwenye upo. Haina haja eti wasema sijui yule amenifanya nini kwa muda. Na hii ina-apply hadi kwa washirikina. Haina haja eti useme yule amenifanya kitu gani, niko katikati ya revenge. Ndio hivyo ndio unaendelea hivyo kwa hivyo sasa. Acha nisiongee sana. Peace.